Sikio la mbuzi usikia likipikwa mama, ni mengi umeusiwa ila kusikia mtu jama. Kama mzuri we mrembo sana, una umbo la kuvutia mama, ila tabia 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 hiyo yako tabia. Thank you. Mbona unapenda kuchukia? Unachukia sijui sababu, sijui nimekosea nini. Hebu niambia kosa langu lipi? Niambia nimekosea nini? Tambua kwamba nakupenda sana Kandini. Afu mchezo hautaki hasira. Mapili, ulikuwa hapa? Ndiyo, nimekusikia sana. Ina maana maneno yote ambayo tumeongea umekuwa unayasikia? Tena pole. Nikwambie kitu kimoja Mbunde. Wakati mwingine Mungu anakupitisha kwenye moto ili ujifunze jinsi ya kuzima. Mbunde. Marahaba. Kandimu, rudi kwanza hapa. Njoo kwanza hapa. Saa hizi ndio ngali unarudi. Umetokea wapi? Sikia nikwambie Kandimu. Kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Na thamani ya mtu anaijipa mwenyewe. Maana sahani iliyofunikwa kilichomo kimestirika. Sikio la mbuzi usikia likipikwa mama, ni mengi umeusiwa ila kusikia mtu jama. Kama mzuri we mrembo. Yusufu aliuzwa na ndugu zake kwa sababu ya kutangaza ndoto zake. Na kuambia wewe Pile, mbu mwenye kelele hufa mapema. Ukweli waweka huru wale ambao waliosikia, wala sio wale ambao waliosema. Tunamlaumu Pile sababu anachozungumza ni ukweli. Kasoro yake Pile huwa anajiona hana kasoro. Leo naona hana cha kusema. Mapili ya maisha chaji. Mimi nitaambilisha ukweli. Mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose. Nachokijua majaribu ni sehemu ya maisha, wala ya kwepeki. Na kujikwaa ni sehemu ya safari na sio aibu. Kuanguka ni hatua katika kupaa. Kila mtu anaweza kainuka. Wewe unaweza, mimi naweza. Hivi niwaulize swali moja. Hivi mtu akinusa kidole huwa na mashaka na kile alichokigusa? Hapana. Ukweli utakuweka huru kama baada ya kusema utakimbia. Mbunde, uchumba sio ndoa hadi uogope kuivunja. Wakati mwingine unateseka kwa sababu uko bize na kutafuta amani pasipo na amani. Rafiki yangu, ajali sio kugongwa na gari tu. Hata ukikosea kuoa
pia hiyo ni ajali. Hivi Pile, wewe unajua nini kuhusu mapenzi? Kwanza wewe una mpenzi? Mimi sina mpenzi, sababu mapenzi ni ugonjwa unaotafutwa kwa makusudi. Mbunde, unapomuoa mwanamke ambaye sio bikra, unakuwa unaoa mke wa mtu, kwa sababu unapoamua kufuga nyani kwako, wewe fuga tu, ila kumbuka, ipo siku atalikumbuka pori lake. Wa Pile, unaenda wapi? Mama P. Niambie Mbona. Kwanza hongera sana. Hongera sana. Maana naona tumepata mgeni. Mama P, ule mgeni jina yake nani? Anaitwa Tausi. Alikuwa wapi hizo siku zote? Alikuwa nyumbani. Tabia mbaya Mama P. Vipi wewe unaweza kuchukua kuku mzuri na mfungania tu nyumbani kwako? Haya po. Mbunde, usimkogotee marefu kwa Kandimu, maana Kandimu najua mambo yake. Mama P, cha mtu uliwa na mtu, chuma uliwa na kutu. Mapili. Msaliti! Mbona mnaongea nini pale? Mbona mimi ni mteja, mchumba wangu. Mbona mimi ni mteja, alikuwa ananiambia eti nimkope pombe. Hebu kuongea kule pembeni kule nyuma choo kule. Si ndio alikuwa ananiambia nimkope, lakini mchumba wangu. Mimi mshakataa mazana mbunde kule. Sasa mchumba wangu, ule mbunde mimi ni mteja wangu. Kwa nini unanikataza mimi nisiongee na wateja? Mimi kataa. Mama Pili, mimi nishakwambia sitaki mazana bunde. Mapili, naomba nibusu. Asante. Kandimu ni mtoto wetu, si wote. Ndio nakusikia. Lakini mwendo wake ni mbaya. Tena alikutoa kwako wewe mzee. Mimi tena? Mimi siko hivyo kama unavyonifikiria. Wewe mzee sasa uko maraya. Hapana. Na mtoto wako Kandimu amerisi kwako. Mimi huyu? Wewe huyu. Au nitaka kunitukana? Sasa kutukana kwa kweli. Kweli unaweza kunitukana mimi? Kweli? Sikiza nakuambia kitu kimoja. Una hakika kama ujauzito ni wa kwake? Ndio kaka, wewe ujauzito ni wa kwake. Serious? Kabisa. Yaani sijawahi kudanganya hata siku hata moja. Inawezekanaje mtu mwenyewe kajiruhusu kuziaza pipa? Halafu leo kiasema ujauzito sio wa kwake. Dadangu, sio unanitania. Sio niende kule nikiwa kuaibika.
Unajua mimi mwenyewe nisa kutembea mafarmasi ngapi mimi? Dawa ngapi nimeshakunywa, nimeshaactive. Alafu nifike kule nivuruke nipate aibu Dada yangu tutakorogana mimi na wewe. Siwezi nikakutania kaka, wala sio uongo. Tutakorogana mimi na wewe. Yaani mwanaume anajiruhusu aingize pipa, ajaze pipa huku, alafu kicho kitao cha uzito wake. Kikweli jamaa atakuwa ni juu kabisa. Hatakuwa ni juu hii. Hajui mimi ni nani? Hajui nimeactive mainite ngapi? Nimeingia mafarmasi ngapi? Twende. Modebo! Wewe! Modebo toka ndani Modebo! Dadangu, lazima nikuhakikishie kama kila kitu kinaenda kwa mstari wake. Mimi hapa hajajua ni farmasi ngapi napitia. Mimi farmasi zote nishaziona. Nimekunywa Sapora, nimekunywa Kaimbare, nimekunywa sijui Savana. Pombe zote nazijua, mawhisky zote nazijua. Wewe acha tu. Huyu Modebo lazima kila kitu kiende sawa. Modebo unajua uko ndani. Hebu toka nje. Apendeki. Umenisaliti kweli? Saura. Wasi nimeshakwambia usije hapa tena. Mimi nimeshakwambia mimi sina shida ya kuitwa baba. Sawa? Ona, huyu dada yako ana shobo sana. Shobo zake ndio zimemsababishia amebeba mimba. Mimi na mpenzi wangu hapa bana, ananipenda na mimi nampenda. Au vipi? Kwani mnatuonaje? Wewe Apendeki. Nimekosea nini Apendeki? Ni kitu gani ambacho sijakupatia Apendeki lakini mpenzi wangu? Mama, sikupendi. Ingia ndani mama. Inaonekana nyinyi familia yenu nyote mna shobo. Oya tokeni anzisheni. Anzisheni toka vipi? Ona tani kuzingue, nikuchome kisu. Toka. Tokeni ndani. Alafu tokeni tena kuja hapo. Wewe vipi wewe? Pia si unapo. Toka. Tabia hii yako tabia. Hivi unataka niseme nini? Unajua Tausi, hapa kijijini sijawahi kuona mwanamke mrembo kama wewe. Hadi najiuliza ulikuwa wapi hizo siku zote? Nilikuwa nyumbani. Roho mbaya hii. Wewe uko unajificha tu tusikuone. Hapana. Shughuli tu za nyumbani. Unajua tena. Yaani Tausi uko mzuri. Yaani uko mzuri hadi nikutizama tu roho yangu inapiga. Hebu nakuomba basi nipe nafasi. Nakuhitaji katika maisha yangu. Ila mimi nasikia kwamba una mke. Afu mke wako isitoshi ni mkali. Mimi naogopa. Mimi? Ndiyo. Ana mashoga zake. Mimi naogopa asije akanishushia kipigo. Tausi, mimi sina mke, sina mwanamke, sina hawari. Hebu hayo ni maneno ya kusikia tu. Nakuomba nipe nafasi. Okay. Mimi nadhani nitazanga kupa jibu kesho. Kwa nini kesho Tausi? Nenda ujifikiria, maana nikikwambia sasa hivi utaweza kuwa nimekudanganya. Okay, poa, hamna shida. Ila wiki ukifikiria moyo wangu. Sawa, sijali. Kwa sababu hapa nilipo tu na kufikiria na kuwaza tuko pamoja, ila nakumisi na tuko pamoja. Sawa, bye. Haya. Kwani Mungu amtoke mjawahi? Unjo mwanamke ananifaa. Kandi mwanangu, hapa mimi naongea kama baba yako, kwa sababu hapa kijijini unanitia aibu kubwa sana.
mwanangu, unanitia aibu sana, kwa sababu mambo yako ambayo unayafanya sio mazuri, sababu unanipatisha haya sehemu zote. Na sasa hivi nimetoka kupigana huko kidogo, wanitoe meno kwa sababu yako. Mwanangu, visa hivyo acha. Alafu nimepata tena habari nyingine, unakuwa unafuatana hata na wanaume mashoga. Mwanangu, mimi nikufanyaje? Vipi, niambie, mimi nifanyaje? Mashoga wa kiume, yaani unanitia aibu kabisa mwanangu. Afu baba, hata mimi pia na ujumbe wake. Kuna ujumbe wake ambao nimepewa na Mapile. Mapile alinambia kuhusu dada. Alinambia nimfikishie. Ujumbe wako unakufikishia sasa. Mapile alisema hivi: ukiona sehemu kunatoka moshi basi ujue chini kuna moto. Na sikujua alikuwa anamaanisha nini kusema hivyo. Hiyo ni tafsiri kubwa sana kwa wahenga ambao wanajua maana ya tafsiri. Unaondoka lakini usikio ambao umeambiwa. Haya bana. Asiyosikia la mkuu uvunjika guu. Ndio hivyo. Inaacha hivyo hivyo. Apendeki. Siku 3 kwa mwanaume. Hivi huwa Mudebo kakupa limbota gani wewe? Kama ana mganga, basi mganga wake ni wa kweli. Maana hata hapa nilipo nahisi kurudi kwake. Ukalukwenda, ukalubona. Ukalubona, ukalulinda. Aitwaye Kandimo. Mwanamke mrefu huyo. Mimi ndo Kandimo, mwanamke mrefu. Niite twiga ama samaki ngumu? Yaani na wewe urefu wako kwa mwanaume yaani humu tu. Yaani mimi ndo kungu ya do. Nikikufunda mwali wangu, ukiachika labda huna nyota. Ado, nisuke bana, maana mambo yako siwezi kuyaweza. Walishindwa tembo na mikonga yao. Utaweza wewe na tunywele twako? Kungu ya do. Alafu kungu wangu na mimi nywele zangu ni chafu. Nahitaji kusuka. Wala hata usijali. Kuwaremba ndio kipaumbele changu. Tabia hiyo yako tabia. Vijana wangu. Ndio ndugu yangu. Mambo vipi? Mnaendelea wapi? Tunatoka huko na tunaenda huko. Na sababu kubwa ni kwa sababu wewe ana mpenzi, mimi sina. Naenda kutafuta mpenzi. Basi kama unaenda kutafuta mpenzi, epuka sana kutafuta mpenzi ambaye anakuzidi shida, kwa sababu utateseka. Unamaanisha nini? Unajua wataalamu wanashauri uzi ulambwe ili kuingizwa kwenye tundu la sindano, na sio kulamba tundu la sindano ili kuingiza uzi. Basi elewa kwanza kuhusu tundu. Karibu tena. Kama nilivyokuitisha hapa, nilikuwa nataka tuongelee kitu cha kuelekeana mwanangu. Kandimu, nilikuwa nataka nikuoze mwanangu, kwa sababu wewe najua kama ni mwalimu ambaye unaendesha madrasa, unaweza ukamweka katika maadili mema, akawa mwelekeaji na akawa mtu mzuri sana. Ndio kitu ambacho nilikuwa nataka kutoka kwako. Wakati kwanza mzee, mimi nashukuru mzee wangu. Wakati niliposikia wito wako, nikasema siwezi nikaudharau, lakini kumbe nimeitia kwenye jambo lizuri, jambo la kheri. Kwa kweli kama umenifikiria wakati mwafaka, ambapo kama vile unavyojua mzee wangu, na mimi sina mke na niko kwenye harakati
za kuandaa nitafute yule ambaye nitakuwa naye na mimi nioe. Naam. Lakini mimi nadhani mzee ndo swala Kanimu. Mzee, kwa kweli mtoto wako siwezi nika mzee wangu kweli. Kanimu bwana. Yaani Kanimu mzee ni kizungu. Si kama namuona, namfahamu. Namfahamu. Lakini kwa huyu mzee, kwa kweli mimi nakuheshimu. Nakuheshimu na siwezi nikasema kwamba jambo hili sijui ni hivi, lakini kwa huyu hana maadili mazuri. Hana sifa katika sifa ambazo niko natafuta. Ndio maana mimi nilikuwa nataka wewe ukimchukua huyu binti wangu ukamfunze, kwa sababu wewe ni mwalimu. Hata kama huyu umfunze hawezi akafunzika, kwa sababu hakuna gesi mtoto atatoka kule, baba yake yuko hapa na ameona mtu yuko hapa, hata kutoa salamu mzee. Sawa? Huyu mzee hata useme ni mfunze hafunziki. Huyu hata unaambia ni mfunze nilete vitabu na vitabu, hawezi kufunzika, kwa sababu Waswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi. Sasa huyu kakauka na mifupa imekauka na kila kitu na kichwa kimekauka. Huyu mzee, tafuta mwingine. Samani mzee wangu. Tafuta mwingine mzee. Hapo siwezi mzee wangu, nakuomba. Mzee wangu nakutaka radhi. Wewe siwezi. Sikia nikwambie mwalimu, nenda ufikirie mara ya pili utarudi, kwa sababu hata mimi Mwalimu Abedi yuko hajaoa, mtafute. Mimi kwa mimi hapana mzee. Kwa hili mimi ni mwalimu, natembelewa na walimu wenzangu. Sasa wapita wima hivi. Mzee, jitahidi mfunze kama atakubali, lakini kwa sababu ameshakauka sana na mifupa na kichwa na mazambu, sijui kama atafunzika huyu. Nitajitahidi bwana, nitajitahidi. Haya, pole sana. Asante. Sikio la mbuzi usikia likipikwa mama, ni mengi umeusiwa, ila kusikia mtu jama kama mzuri, we mrembo sana, una umbo la kuvutia mama, ila tabia. Mpenzi wangu, nimekosea nini? Mbona nichimbia kaburi ningali bado mzima? Yaani nife nizikwe kabisa? Siwezi kukubali na wala haiwezekani. Sikupendi, sikutaki na wala sikuhitaji. Sikiliza nikwambie. Nipo tayari ubaki na Modebo. Ili muradi tu nibaki na wewe mpenzi wangu. Please nakuomba. Usinikose tafadhali na kuomba. Saura, maji yakimwagika huwa hayazoleki. Sufuria ikikataa huwa inavuja. Saura. Pole sana ndugu yangu. Saura. Usinang'anie mkono uliokuachilia na ukachilia mkono uliokung'ang'ania. Labda nikueleweshe tu kitu ndugu yangu. Ukiona chuki imetokea, ujue wema ndio umetangulia. Saura. Na kwenye maisha ndugu yangu, ukiendelea kuwa na stress utakufa haraka. Alafu familia yako unaiacha ikienjoy, na sisi hapa tukiendelea tukukuta zetu dawa na kupiga mimba wa dada zako. Saura, pole sana ndugu yangu. Pambana wewe kijana.
Shoga zangu, mmemwona Bigisi Biadija alivyo katika pale. Mama, yani mambo ni mule mule, amekatika vizuri. Hadi mimi mwenyewe nimempongeza. Anakatika vizuri, mambo ni ya pale pale, lakini chumbani hawezi. Anakatika utafuka mtaka luomba. Shosti, sikia nikwambie, mwenye sifa yake mpya. Yani kiuno kama feni vile. Amecheza vizuri. Naomba nisikilize tena, mnisikilize kiumakini. Sifa kuu za mwanamke zipo nyingi, lakini muhimu ni mbili. La kwanza, mwanamke akubidi ujue mapishi. La pili, mwanamke mautundu na kiuno pia kiwe kilaini. Kama hivi. Ninachokupendea hicho shosti. Kwa hiyo, mwanamke kama huna mautundu, mwanamke kama hujui kukatika kitandani, huna maana. Hiyo ni kweli. Huwezi kumteka mwanaume hata. Jamani, mimi naona kweli hayo mambo msio yawe. Shoga yangu, hivi kandimu hivi ule mbunde kwa kifua kile, mimi ningempata shoga yangu bwana, nisingechelewesha. Mtoto anahitajika awe na mautundu shoga yangu. Basi nionyeshe shoga yangu. Na uzuri wote huyo shoga yangu, ulivyotakata shoga yangu. Mwanamke mrefu, mwanamke mwenye tai yake. Mme akisha kuja baby, unamuita baby, karibu baby, utakula ama utaoga? Unampatia mambo ya 3 kwa 3. Shoga yangu upo? Akisha toka kukoga unamtia hapo mme wangu, unamleta. Akishafika unamwonyesha mme wangu, leo nina mautundu mapya. Unakuwa unafika kwenye nani? Kwenye kitanda pale. Hayo ni ya kwetu shoga yangu. Unampa mpaka shoga yangu. Mwanaume hataga kukimbia shoga yangu. Hapana, acheni kudanganyana dada zangu. Sikieni niwaambie kitu kimoja. Mnajua nyie wadada wa kisasa, mnajua kwamba kuwa mtaalamu kitandani ni kuwateka wanaume, lakini sivyo. Wanaume wa kisasa tunataka tabia. Sawa, huenda naweza nikawa nimekosea kuwaingilia, maana hapa mtaani wote mnaniita mjuaji, lakini nataka kuambia kitu kimoja. Mkaa usipokuunguza basi utakuchafua. Kuwa makini na mkaa. Yani wanajua kuharibiana mudi huyu. Yani sikera huyu. Kama mimi ndio usiseme. Ndio kwanza nilikuwa nishaanza kupata mambo fulani kwa shoga yangu hapa, anaanza kunifunga. Alafu anakuja kuharibiana. Yule alirogwa sababu ya ujuaji. Hiyo ni kweli. Hapa mtaani na aliyemroga hakuna. Kwanza ashakufa aliyemroga. Ashaniharibia simu. Nasikia tena boeka. Bwana Mbunde, mimi nimekuitisha hapa kutokana na matatizo ambayo mimi ninayaona machoni mwangu. Wewe nataka nijue kuanzia sasa hivi, wewe na binti yangu vipi, mambo yanaendeleaje? Sababu naona kama ni kimya, alafu mtaani kote huku mimi nakaa natukanwa na nyanyaswa, hata nikienda vilabuni huko natukanwa. Sasa mimi sijui kama ni vipi, mpaka nimeshindwa la kuamua. Sijui niamue nifanye nini. Mimi nimekuitisha hapa ili nataka nijue wewe na mwanangu Kandimu mmefikia wapi, kwa sababu naona kimya mpaka sasa hivi, sioni jibu la mikokotano yenu. Sijui kama mtamaliza lini. Mimi nakaa natukanwa mjini huku na nyanyaswa, vilabuni nikifika na nyanyaswa na tukanwa. Sasa mimi nilikuwa nataka unipe jibu, vipi, mmefikia wapi wewe na mwenzio? Ndio jibu ambalo mimi ninalitaka unipe kwa sasa hivi. Tusikali kimya tu, kimya. Niambie mmefikia wapi? Mzee. Nakusikia. Mimi na Kandimu tuko vizuri tu. Tuko vizuri na nawaza swala la ndoa ni la watu wawili. Ndio. Na watu wawili. Kwa hiyo mimi nitamtafuta, tutaongea naye. Nitamtafuta Kandimu, tuongee naye, tujue tunafanya nini.
Sawa, itakuwa ni vizuri, lakini kitu naweza nikakuomba, huyu mwezi mwe mmeongea na mmemaliza, mnipe majibu. Nataka nipate jibu sahihi, sio kurefusha tena. Nataka jibu sahihi katika mwezi huu. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa mzee wangu. Sina mengi ya kuongea, ndio hivi. Mimi nawaza wewe mwenyewe unajua ni kiasi gani mimi ninavyompenda mwanao. Mimi siwezi kuishi bila Kandimu. Sawa, kama unampenda najua utafanya mambo mazuri yanayoniridhisha na yanayomridhisha Mungu, lakini ninachokuomba huyu mwezi usipite. Ila tabia hiyo yako tabia. Mimi unajua nashindwa kuelewa. Toka tumeanza mahusiano mimi na wewe, kwa sasa takriban miaka 3, haujawahi kunitamkia neno ndoa. Hivi unaona kweli mahusiano yetu yatadumu? Ndoa inatoka kwa Mungu. Kwa hiyo wewe unasubiri Mungu ashuke aje kukuoa? Mimi sijasema hivyo. Muda ukifika nitakuoa. Hizo neno zako nitakuoa, mimi nimechoka. Naona kama vile hauna mpango na mimi. Mbona kakasirika? Au umemkwaza? Unajua mpenzi wangu, wakati mwingine huwa anachukia kwa sababu ambazo amezianzisha mwenyewe. Debo, ili upate kitu ambacho hujawahi kupata, inabidi ufanye kitu ambacho hujawahi kufanya. Una maana gani? Kama mwendani, basi hamwezi kuishi pamoja. Na ndio maana ndege wafananao ndio waruka pamoja. Usiniambie unataka kumlinganisha Tausi na Kandimu. Maana Kandimu ni mzuri kuliko Tausi. Unaweza kuwa mzuri na usiwe mtamu. Translate. Hivi sikitu, uko upande wangu au uko upande wangu? Kandimu, safari ya punda ni kuwapeleka watu ili wafike salama. Lakini watu wametumia fimbo kumpiga punda ili wafike haraka. Ajali ya mwendo wa kasi na ajali ya mwendo wa kobe, maumivu wa tofauti. Acha nikwambie kitu. Kupotea njia ndo kujua njia. Kilio huanza kwa mfiwa ndipo ambali ufikiwa. Haya, tuondoke maana naona Adona yamekuja. Tabia hiyo yako tabia. Usimpige nyoka kabla ya kujua kichwa chake kiliko. Na waona dada zangu, hatutaki maneno yako hapa tena. Pile tukome na ukomae. Tatizo mnalo, mnajiona hamna tatizo. Haya, sawa, yasoni usu acha diape kisusu. Kila shimo huanza likiwa lidogo, na baada ya kupitiwa na magari mengi tofauti, shimo linapanuka na kuwa kubwa, na hapo ndipo magari yote yanaanza kulikwepa na kupita mbali. Sawa, mnaona sina akili. Hata kugundua kuwa una akili nayo ni akili. Sawa, kiherehere changu. Sikio la mbuzi usikia likipikwa mama, ni mengi umeusiwa,
ila kusikia mtu jamaa kama mzuri, we mrembo sana, una umbo la kuvutia mama, ila tabia 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 hiyo yako tabia. Kandimu, ugomvi kati ya jasho na ngozi, mshauri ni maji, upita katikati na kumwacha kila mmoja salama, na haki ya mwili ni nguo, na huwa tunavaa ili kulinda aibu kwa walimwengu. Yaani hapa napojiona, najiona kwamba sina haki, labda ni kwa sababu nakupenda sana. Yaani nakupenda, yaani niko tayari hata nikisikia kwamba kuna mtu ambaye unapendana naye, niko tayari kukupenda wewe na huyo mtu ambaye utakuwa unapendana naye. Je, wewe uko tayari kunipenda kama vile mimi ninavyokupenda? Ongea tu nakusikia. Asante. Nahisi ya kwamba mimi nimekuwa mzigo kwako. Labda mimi sio type yako, labda mimi sina rangi ambayo wewe unayoitaka. Labda tu nikwambie, kuanzia leo mimi sina mapenzi na wewe. Hivi kweli ndo unaniacha? Sio shida zangu, na haijaanza leo. Sikio la mbuzi usikia likipikwa mama, ni mengi umeusiwa, ila kusikia mtu jamaa kama mzuri, we mrembo sana, una umbo la kuvutia mama, ila tabia 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 hiyo yako tabia. Sikio la mbuzi usikia likipikwa mama, ni mengi umeusiwa, ila kusikia mtu jamaa kama mzuri, we mrembo sana, una umbo la kuvutia mama, ila tabia 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 hiyo yako tabia.